mukiza wacu. Nafurahi kwa kuungula tena. Nanezerewe gusubira ku ruhande rw'umurugira kandi. Miaka imepita, miaka irenganye, wala nilipa neema tena kwa kutembelea. Maana yani ubunda onyinda bagendera. Watu wa kuungula wanikumbuka na mikono yao. Abantu b'Ubujumbura babanyiruka batareka amaboko yanyu n'uturaza. Baba na wenyeji wako hapa wengi. Barikiwe sana. Mweza jiko cyane. Furahi kuwaona. Nanezerewe kuwaona, kubabona. Na mimi nijingani na Yesu naendelea. Na tunatawala na Yesu. Tumikia yeye. Tunatawala kumukorera. Jioni ya leo nataka nihubiri au nifundishe juu ya kukata tamaa. Kumuhinga mu buno munsi shaka kwigisha cyangwa kugira gutakaza ibyizigiro, kufa moyo, gutakaza ibyizigiro, kukosa uvumilivu, kubura kwihangana, kuvunjika moyo, umuntu akaburi ku mutima. Tunaweza kuita yote hiyo ni kukata tamaa. Ibyo byose twashobora kuvuga ko gutakaza ibyizigiro. Tunaweza kuisema yote ni kufa moyo. Ibyo byose twashobora kuvuga ko umuntu aba yakubise umutima. Tunaweza kusema ni kukosa uvumilivu. Kandi tunashobora kuvuga ko kubura kwihangana. Nikihubiri neno hili nimeuliza mara kadhaa. Mimi mvuze kuri hili jambo nagiye mbaza. Sijui kama kuna mtu ambaye katika maisha yake hajawahi kukata tamaa. Sinzi kwa umuntu yoba muri twebwe kubaho kwiwe atabaratakaza ibyizigiro. Hali ya kukata tamaa inawapata wanadamu wote. Ibyo gutakaza ibyizigiro ibyo ni ibintu bishobora gushikira hafi abantu b'abantu bose katika maisha yetu na katika safari ya duniani hapa. Ukubaho kwacu no mu rugendo turimo kuja mu ijuru tunaweza kukutana mambo mbalimbali yenye kutuvunja moyo. Tunashobora guhura n'ibintu bitandukanye bituma tuvunika imitima. Hata tunaishiwa uvumilivu, tukatakaza kwihangana, tunavunjika moyo, tukavunika imitima kwa sababu ya mambo mbalimbali tunakutana nayo katika safari ya wokovu wetu. Kubera ibintu kanaka twagiye duhura muri no rugendo rwacu rwo kuja mu ijuru. Kitabu cha Hesabu sura 21, kitabu cyo Kuharura igice cya 21 ule mstari wake wa 4 murongo wa 4 tunakuta kuna habari hapa. Hali inkuru tubonaho kitabu cha Hesabu, kitabu cha Kuharura sura ya 21 igice cya 21 mstari wake wa 4 murongo wa 4. Wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakamnung'unikia Mungu na Musa, mbona umetubadilisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani, maana hapana chakula wala hapana maji na roho zetu zinatunaye chakula hiki zaidi. Bwana akatuma nyoka wa moto kati ya watu, wakawaua watu wengi wakafa. Batutuka ku musozi Hori baganizira ku kiyaga gitukura kugira ngo bagendane urubibe rw'igihugu cya Edomu. Abantu biheruzwa cyane n'urwo rugendo, batonganya Imana na Mose bati mwatuguriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira muri ubu bugaragwa? Batanze kujya tuharonga atana amazi ariho kandi tubiriwe n'ibyo kurya bitagira ikibazo. Maze Uhoraho aterera abantu inzoka kumara guturira zirabakomora, kandi abantu benshi bo mu Israeli barapfa. Biblia inatuambia habari ya watu hawa wa Israeli. Biblia inatuambia inkuru za abantu wa Israeli. Jambo hili sio jipya katika masikio yetu kusikia. Kandi jambo makuu yacu sogambere tubyumva. Israeli wakatoka utumwa ule wa Farao wakaanza safari ndefu kuelekea nchi ya Kanaani. Abisraeli bavuye hariya muri Egiputa bagenda bagana i Kanaani. Na safari ile ilikuwa ndefu. Kandi urugendo rwari rurerure. Ukiangalia ramani urabye uko makarata wangeweza kufika tu siku 3 wakafika nchi ya Kanaani. Ngo mu minsi 3 bonyene bari bashobora gushika mu gihugu cy'i Kanaani. Kwa kile iliyotokea barabarani, ariko kubera ibyari byashitse mu nzira, ilikuwa lazima wazunguke mpaka miaka 40 ipite. Byari bikeneye ko bagenda bazunguruka bongera
kumara imyaka 40. Na safari ile ikawa na magumu mengi. Urugendo unaningorane nyingi. Ingawa Bwana alikuwa katika safari ile, alikuwa na wao. Na Imana yari nabo mu rugendo yari kumwe nabo. Lakini tunasoma ulifika wakati watu wakakata tamaa. Ariko tunaona kwa haya igihe abantu bakihebura kandi bagatakaza ibyizigiro. Wakafa moyo kwa ajili ya ile njia. Barihebura kubera urugendo. Na matokeo yake watu wakaanza kunung'unika. Hadi jabu ni biki. Abantu batambiye kwidodomba. Kwa ajili ya yale ambayo wamekutana nayo yenye kuvunja moyo katika safari ile. Kubera ibyo bahuye nabyo bituma imitima yabo ifunika. Kukata tamaa ni jambo linalotupata karibu sisi sote katika dunia hii. Kwihebura ni ikintu cyaba kidushikira twebwe twese muri iyi si. Na hasa mambo yakienda tusivyotazamia katika maisha yetu. Cyane ibyacu bitabananiye kugenda nk'uko twabiziga. Tunapata shida tukikutana na misukosuko katika ndoa zetu. Hanyuma rero tugahura n'ibitugora moto kwendwa. Kuna misukosuko katika kazi. Ubukwe bwacu duhure n'ibintu katika masomo, katika biashara, katika maeneo mbalimbali ya maisha yetu. Mu mashure, mu bitandazwa no mu bindi kananga tugenda gukora. Mimi hata afya zetu wenyewe tunapougua muda mrefu inaanza kutukatisha tamaa katika maisha yetu. Mbere no kumagara yacu ngiye turwaye igihe kirekire kandi tuzabikira bitutera gutakaza kwizera. Shida na magumu mengi yanafanya watu wakate tamaa na wavunjike moyo. Ibyago byinshi bituma abantu batakaza ibyizigiro. Kwa hiyo wanapokata tamaa inawezekana wakaanza kunung'unika. Batakaza ibyizigiro wataka kwidodomba. Lakini sivyo byonyine. Haya ni sehemu ya yale yanaweza kukatisha tamaa katika maisha. Iki cyo gusa cyo bishobora gutuma umuntu atakaza ibyizigiro. Lakini kuna jambo la pili. Ariko n'ikigira kabiri. Mambo yakienda usivyotarajia inavunja moyo sana. Ibintu yabigenze uko utabiziga ibyakara bishobora kuvuna umutima. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 19 mstari wa 2. Igitabo cha mbere cy'abami igice cya 16 ku murongo wa 4. Tunaona mtu mmoja hapa amekata tamaa. Turabona umuntu umwe yatakaje ibyizigiro. Wafalme wa kwanza sura 19 mstari wake wa 4. Igitabo cha mbere cy'abami igice cya 19 ku murongo wa 4. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja. Ariko we barabandanya mu bugaragwa n'urugendo rw'umunsi umwe. Akaketi chini ya mreteni. Akaketi chini ya mreteni. Yicara munsi y'umuroteni. Akajiombea roho yake afe. Yisabira ngo apfe. Akasema yatosha sasa, Bwana uondoe roho yangu kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Aravuga ati byanjye nibigarukire hano ntabamureho Mana. Huyu ni Elia. Nabii wa Bwana. Umuvugizi w'Imana. Ameinuliwa na Mungu katika nyakati mbaya katika Israeli. Yashyizwe hejuru n'Imana mu gihe kibi ari mu gihugu cya Israeli. Baba wa nchi akiongoza Waisraeli kuitumikia miungu na mabali. Umwami wa Israeli yaliyogoye Israeli kukurikira ibihugu gukorera ibigirwamana na z'abayali. Kinyume cha Mungu wa Israeli, Mungu aliye hai. Israeli bitandukanye n'ubugome bw'Imana ya Israeli. Na mke wake anaongoza ushirikina katika nchi ile. Umwamikazi wiwe nawe yari yarongoye abantu kugira ngo bakore ibintu. Na manabii wengi twovuga. Manabii wengi wa kweli wa Mungu wa Bwana wakauawa kwa wakati ule. Abavugishwa n'Imana b'ukuri benshi muri icyo gihe baricwa. Na hata Elia akawa anatafuta na yeye apate kuuawa. Hata Elia baramurondera nawe nyine ngo bamwice. Jambo ambalo lilimfanya avunjike, afike mahali akate tamaa. Ibyo rero byatumye nawe nyine yihebura. Ingawa hapo nyuma naho nyuma yaho kwa ajili ya maombi yake alisababisha Israeli wakose mvua miaka 3.5. Ukamasengesho yiwe yatumye Israeli bamufura imyaka 3 n'igice. Ili kuonyesha Ahabu ya kwamba mambo anayofanya hayapendezi machoni pa Bwana. Kugira ngo byerekane kumwami Ahabu yari barakora bikanezera imbere y'inyonga z'Uhoraho. Ndipo wakati mgumu pia wakati ule. Icyo gihe nacyo nyine cyari igihe kigoye. Watu wengi walikufa kwa njaa na hakuna maji, hata mifugo na wanyama walikufa. Abantu benshi barapfuye bishwe n'inzara n'ibitungwa nabyo birabura n'amazi yo kunywa. Lakini baada ya hapo
ariko inyuma yaho Elia akajitokeza. Eliya araseruka Na baadaye akaita mkutano mkubwa. ahamagaza ikoraniro rinini Kutaka kuwaambia Israeli waamue nani Mungu aliyewa kweli. ashaka kumenyesha Israeli ngo batoranye bamenye Imana y'ukuri bakwiye gukorera iyo ariyo. Tunasoma mambo yalitokea pale. Turabona ibyashize aho hantu. Baba manabii wa Bali walimwita Bali kuanzia asubuhi mpaka jioni. Abakristo n'abana b'Abayali bahamagaye Bayali kuva mu gitondo gushika ku muhingamo. Lakini yeye akamwita Bwana kwa masaa machache na moto ukashuka kutoka mbinguni. Ukaramba sadaka yote iliyokuwa ya Bali. Ariko bahamagara Imana amasaha makeya umurinzi mw'ijuru rikatika imazira yatanze. Na shabaha ilikuwa Waisraeli wachague ni nani Mungu wa kweli wapate kumtumikia na kumfuata. Intumbero kwari kugira ngo Abisirayeli bamenye Imana y'ukuri, Imana bakwiye gukurikira iyo ariyo. Tunasoma baada ya moto ule watu wakaanguka chini wakasema Bwana ndiye Mungu na tunahitaji kumtumikia yeye. Turabona nyuma y'uwo muri maze gukoroka ije n'Abisirayeli bavuga ati Imana niyo Mana dukwiye gusenga. Baadaye Eliya akachukua wale manabii 400 wa Bali. Eliya atafata abahanuzi cyangwa abigishwa b'Abayali n'amajana 4 akaenda kuwaua. Aragenda arabica. Jambo lile lilimchukiza sana yule mwanamke. Icyo jambo rero ry'abagabo b'abamikazi. Na baadaye akamtumia ujumbe Eliya. Akatumiduma kwa Eliya. Miungu yao Mana vyao walifanye kama walipe uwezo kufika kesho roho yako itakuwa kama wale manabii uliowaua. Kushikecho nazo kugira ngo ngiriye abavugishwa banje. Maneno yale ya yule mwanamke mchawi na mshirikina yalitisha sana Eliya. Aya majambo rero y'umwamikazi akoresha ibyumako aya yamereye nabi Eliya. Eliya alifikiria yiyumvirira kama Mungu atashusha moto Israeli akimgeukia yeye na Imana yore ku muriro Abisirayeli bakayihindukirira. Akatubu dhambi zake na kumgeukia Mungu aliye hai. Ukure umwamikazi Yezebeli yohindukiriza umutima agakurikira Imana yabo. Lakini Yezebeli akaendelea kupambana na Eliya. Ariko Yezebeli abana gutera intambara na Eliya. Mungu kweli kweli. Yabize umutima ukomana y'ukuri. Na anamtishia Eliya. Karatera ubwoba Eliya. Na kwa sababu ya vitisho vya Yezebeli Eliya akaamua kukimbia. Kandi kubera igitera ubwoba bya Yezebeli Eliya ahitamo guhunga. Imani yake ikatikisika. Kwizera kwiwe kurahungabana. Akaanza kwenda safari ya kilomita mengi akimkimbia Yezebeli. Ataanza kugira urugendo rw'ibirometero byinshi ahunga Yezebeli. Amekata tamaa. Yari yatakaje kwizigiro. Kwa sababu mambo hayakwenda kama alivyotarajia. Huko ndio biragenda uko yakinyukira. Anasafiri kilomita mengi, ameenda. Aragenda ibirometero byinshi aragenda. Anafika kwenye pango. Ashikana ahantu hamwe. Anamwambia akitandara anamwambia Mungu, "Yakosha Mungu, tafadhali nife." Aravuga ati Imana birahagije jewe notupfa. Mimi si mwema kuliko baba zangu. Jewe sinibiza kurusha abandi bose. Eliya amekata tamaa. Eliya yatakaje ibyizigiro. Kwa sababu mambo hayakwenda sivyo ilivyo. Kuko ibintu byari kugenda batabyiyumvira. Tunaweza kukata tamaa ikiwa mambo hayajaenda kuliko tulivyotazamia. Tunaweza kutakaza ibyizigiro ibintu byacu bitagenda twabyiyumvira. Na jambo la tatu pale. Ikigira gatatu tubona ngaha. Wakati mwingine tunapokea shida aina mbalimbali zinazokabili tunakata tamaa. Igihe duhuye n'ingorane cyangwa ibyago bitandukanye nawe gutera gutakaza ibyizigiro. Samweli wa kwanza sura 28. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 28. Ule mstari wake wa 15. Ku murongo wa 15 na mpaka 17. Kushika ku 17. Samweli wa kwanza sura 28. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 28. 15 mpaka 17. Tunasoma mbele ku murongo wa 15 tushike ku murongo wa 17. Tunakuta mtu mwingine pia aliyekata tamaa. Turabona undi muntu yatakaje ibyizigiro nawe nyene. Ndipo Samweli akamwambia Sauli. Samweli wa kwanza 28 15 Samweli Sauli na munani igice cya 15 tukakisa ku murongo wa 17. Ndipo Samweli akamwambia Sauli. Nuko Samweli abaza Sauli, "Mbona umenitaabisha mimi? Ati niki gitumye
uza kungoma ukanzura, hata kunipandisha juu ukaza kunzura. Sauli akajibu, mimi nimetaabika sana. Sauli aramwishyura ati nuko ndi kumagorwa, kwa kuwa hawa Wafilisti wananifanyia vita, Wafilisti baje kuntera, naye Mungu ameniacha. hadi Imana ikaba yarantaye. Hajibu tena wala kwa manabii wala kwa ndoto, hata tikijishura alimubivugisha kandi mu nzozi. Kwa hiyo nimekuita wewe ili wewe unijulishe nifanyeje. Nicyo gituma nicyo kinteye kuguhamagara kumenyesha ivyo nkwiye gukora. Sauli amekata tamaa. Sauli yataka ivyizigiro. Umelete wa 16 umurongo wa 16. Samueli akasema, Samueli aramwishyura, kwa nini kuniuliza mimi ikiwa Bwana amekuacha na amekuwa adui yako? ati mwibariki iki ko yakuretse agahinduka umwasi wawe? Yeye Bwana amekutendea kama alivyosema kwa kinywa changu. Uhoraho yakugiriye nk'uko yari yabivugiye muri jewe. Bwana amekulaulia ufalme mikononi mwako, akunyaza ingoma aya mugenzi wawe, na kumpa jirani yako, yaani Daudi. aya mugenzi wawe ariwe Dawidi. Mfalme wa kwanza wa Israeli anaitwa Sauli, naye amekata tamaa. Umwami wa mbere yitwa Israeli witwa Sauli, nawe nyine yatakaga ivyizigiro. Mambo ni magumu kweli kweli, ibintu byarabigoye n'iby'ukuri. Katika siku zake mu gihe ciwe ulifika wakati Mungu akaacha kuzungumza na yeye. Kule kuna majeshi, kule kuna majeshi, na mfalme kabla hajaamuru jeshi liende vitani anataka kujua kwa Mungu, je, Mungu atakuwa na yeye katika vita? Mungu atakuwa na yeye katika vita hiyo? hadi imbere y'uko ashobora ingabo zikajana mu ntambara. Yaravuye kuzikuza Imana avuga ati, Imana mbega ndemereye kuja mu ntambara? kuja mu ntambara? Mungu hakujibu. Imana ntiyamwishyura. Mungu hakujibu. Imana ntiyamwishyura. Kwa njia ya manabii hakujibu. Abantu nzira zo kuvugishwa n'Imana ya ulimu, kuna kitu kinaitwa ulimu, pia Bwana hakujibu. kandi no kubufindo bwitwa ulimu nawe nyine akiwa katika shida hiyo, ari muri izo ngorane rero amekata tamaa, anataka ivyizigiro, akaamua kwenda kwa waganga wa kienyeji, wachawi. atagenda rero hariya mu bapfumu, akauliza, arabaza, kuna mama yeyote hapa anafanya ushirikina niende kwake? Nikauliza kwa hawa ajari umuntu yoba ibintu byo gushikiririza chero chakiwe. Watumishi wake akamwambia, sio tunapika mafuku mzee, sasa hamna mtu hapa. Hanyuma rero baramubwira ati nuwa hariya waramwirukanye umuntu uwo ntawe uhari. Akawatia moyo, peremezeni arabaterera bagagerageza mu mwaka. Kuna mmoja amebaki, twende tukaulize kwake. ati kumura roho yarasigaye, tugende tumubaze. Wakamwambia, kule hakichochoma mahali fulani kuna bibi mmoja anaweza kukusaidia. Aravuga ati hariya mu misaka, hariya mu binyaganyaga hariho umwe kumura ushobora kugufasha. Akavua mavazi ya kifalme, acha yikuri mu akavaa ngozi ya kawaida, agere kuna sanzu usiku saa 8 n'ijoro saa 8 akaenda mpaka kwa yule bibi, agenda kwa wa mtamakazi, na yule bibi akapiga alipomwona huyu bwana kuja usiku akujua ni mfalme. hanyuma rero tamakazi namaze kwa mugabo umwana mugendeye, aramubaza, unataka nikupandishie nani? ati mbega ushaka kutugiriza nde ili aje akutatulie matatizo yako, waze ayira ingorane zawe? Akasema, anataka unipandie Sauli. Samueli aramubwira ati jambo nzuri la Samueli. Na wakati ule Samueli alikuwa amekwisha kufa siku nyingi, kandi Samueli nawe harazinje kile kirapfuye. Yule mama akafanya ushirikina wake wamo utamakazi rero arakoresha byo gushikiririza twiwe. Samueli akatokea. Ama Samueli arazuka. Mimi naamini ni Samueli, maana ulikuwa na utukufu wa ajabu sana. Yani mbindizera ko Samueli yarabisubiza mu gitamba. Mama karudi nyuma. Ama na wao utamakazi asubiri nyuma. Akasema, na kuna nini? Aravuga ati niki?
Anasema kuna miungu inasuka, kuna miungu inasuka. Anapokati hariki baba na vitu. Anasema yalitokea na utukufu wake ule aliokuwa nao kabla yake. Ukasabiri Lazaro kusababisha ya msenyewe. Baadaye Samuel akaanza kumwambia Sauli, hadi maneno sana yatakuwa Sauli, mbona unanitabisha? Mbele kunde kungora. Mimi nimeshakufa. Nimeenda kupumzika. Najie kuruka. Anasema Sauli, nimetabika sana. Sauli akatindapo wewe wose chana. Wakristo wananipiga vita na sijui la kufanya. Hiyo maana nataka uniambie nifanye nini? Maana Mungu hanijibu. Kwa njia yoyote ninaomba aleti majawabu, nimepata tamaa. Unisaidie, ufuate. Lakini mnafahamu mnasoma Biblia yale aliyoambiwa. Nenda wasoma Biblia mnatajia hiyo. Hayakumsaidia sana. Ni jambo sasa aliambiwa tu ni Bwana alikukataa kwa sababu ya basha. Mimi nilikueleza mapema. Hadi maneno yanapokuja wewe ukijimana yanaanza kupaa. Akaanza kile mkanaji akaanza chini pale acha kwa ngao nende akaile mama akajua kumbe ni mfalme. Na tabakadara kama ni nungami. Baadaye akamwambia nitakupa chakula kama hata chakula siwezi kula. Na anaanza unaweza kufungua teka. Ndio kujasha na kufungua. Anaambiwa nimeona Waisraeli wamekimbia mbele ya maadui zao. Huko Israeli wale wanaanza kuhunga. Mambo yalikwenda kwa njia ambayo hakujua afanye nini. Akakata tamaa. Ni mjani kama kugenda bigenda katatibaza. Jambo la nini? Ikijira kane. Tunakata tamaa tunapotaka kujilinganisha na watu wengine pia. Tunataka zingine ukijana pili na ndizo chanzo tungane na wao. Na hasa tunapotazama mafanikio ya watu wengine. Yesu wao ni maana ya wahimisha wao wote. Tunaanza kufikiri haraka kama pingi. Labda mimi Mungu hanikubali kuliko fulani. Alikubali imani ni jambo la kuelewa kana haka. Tunaanza kukata tamaa. Tukaanza kukata kuzizigiro. Mwandikaji wa Zaburi ya 73 anatuambia pale. Watu Zaburi ya 73 alitatugira. Anatuambiaje? Atugira wiki. Zaburi ya 73. Zaburi ya 73. Mstari wake wa kwanza. Umurongo wa mbere. Anasema hakika Mungu ni mwema kwa Israeli. Abamaro kuri Imana igirira neza Israeli. Wa hao walio safi mioyo yao. Abafise imitima itanduye. Nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka. Ariko jewereje byane kandi kabika kirimuka. Hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza. Inambo zake zali zikaje gatoyo nikana. Naliwaonea wivu wenye kujivuna. Uko najiri ishara bibona. Nilipoona hali ya amani wasio haki. Hao na wana wenye hali ya amani ya wasio haki. Hao na wana wenye kiba kueneza. Maana hawana maumivu katika kufa kwao, katika kwao ule nguvu. Uko bagasanga mfajaro alipomagara yao wanakomera. Katika tabu ya watu hawamo. Nibagira magogo n'abandi. Wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu. Nibatego n'ibyago n'abandi. Unaweza kusoma mpaka mstari wa 16. Unashobora kubana inasomka katika kurongo wa 16. Ukiendelea kusoma maneno haya, bwana mje kusoma ya majambo. Unaona mtu huyu alitaka kuwatazama wasio haki, wenye dhambi. Unaona umuntu kayatangwe kushikikisha kubana tarabagororo. Akaona wale hawana tabu, wana amani zao, hata wanaendelea vizuri katika maisha yao. Akaona kama wale wajini vyao wamelewe neza mkubwa kwao kose. Na mwisho akasema, sasa kama ni wao wanaishi vizuri na wakati hawatendi haki na amani, kumbe mimi nimejilinda na kujitenga uovu bure tu. Hakuna maana yake. Anaanza kuona wao mara wanachini wakavuka neza. Yeye bwana anaangalia kipindi kama zinje mpya. Kama ndio kwa Yesu sana tuimalize. Lakini ukisoma baadaye, alikusomea ndani Mungu alimpa neema ya kuona mwisho wa wale watu. Imana yaramuhaye kubona iherezo ry'abantu. Kwa mwisho wao ulikuwa mbaya. Kwa iherezo ryao ryari bibi. Ukakata tamaa. Utakazidziki. Unaweza kufuata mtu yeyote. Unashobora gushikira umuntu wese. Tunaona au alitaka kujilinganisha na watu wengine. Unaona umuntu yagereranya n'abandi bantu. Kwa kutazama wengine. Anavya abandi. Akaanza kukata tamaa ati amelinda wokovu wake bure.
atangura gutakaza ibyiringiro akakiza akazi kamiyubusa nataka anataka kuanguka na kuacha wokovu kwa sababu ya kuwatazama walioko nje. Yagira kwe ayiye agakiza kutakabe kuyiweza by'abandi babanyabyaha. Tunazungumza juu ya kukata tamaa. Turayaza kuko gutakaza ibyiringiro. Na tunapokata tamaa, kandi gutakaza ibyiringiro kuna madhara yake yanaweza kutupata. Ariko nishobora kudushikira. Tunapokata tamaa, gutakaza ibyiringiro kuna madhara yanaweza kupatikana. Ariko nishobora kushika. Kuna madhara aina 3 hili nitagusa moja moja. Ariko tunashobora kuzibula kwa mchana. Ukikata tamaa, ni wakati ibyiringiro unaweza kufanya maamuzi vibaya. Unaweza kufanya maamuzi vibaya, unaweza kuamua vibaya. Ushobora kuhitamo nabi. Yaani ukikata tamaa unafanya maamuzi ya ovyo. Huko utakatirizikiro araho hitamo kuri kitibyo mu mutima. Unaweza kuamua vibaya. Ushobora kuhitamo nabi kwa sababu ya kukata tamaa. Kubera kutakatirizikiro. Mtu mmoja alitumwangalia aliyekata tamaa aliamuaje? Turabo mmoja atakatirizikiro yale yaisema kama yakabuye. Kitabu cha Mwanzo sura 25. Kitabu cha Mwanzo 25 mstari wake wa 29. Umurongo wa 29. Kukata tamaa, utakatirizikiro ni hatari. Nirinde hata ukitokea angalia usifanye maamuzi ya ovyo. Nibyashika tunabana tusanje wahisemo nabi. Mwanzo sura 25. Kitabu cha Mwanzo 25 mstari wake wa 29 mpaka 34. Umurongo wa 29. Yakobo akapika chakula cha deni. 29. Umurongo wa 29. 29. Yakobo akapika chakula cha deni. Esau akaja kutoka nyikani naye alikuwa amechoka sana. Umusulizi na Yakobo atekibyo kurya. Esau arinjira avuye mu ishamba. Esau akamwambia Yakobo, ashoza afise ndege. Esau alina Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile. Ati base uko nambira kuri ibyo bitukura uteze nanje tungure. Kwa kuwa ninazimia mimi. Kuko numva chisi ndege. Kwa hiyo alimwita jina lake Edomu. Hicho chatimye yitwa Edomu. Yakobo akamwambia kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo aramwishura ati shiti ubanje kuungurira ngeke kila kubasamuragwa kurishigo cyawe. Esau akasema, Esau aramwishura, tazama mimi ni karibu kufa, itanifaa nini haki hii ya uzazi? Atira abanyirafe none byo kubasamuragwa izomarira iki? Yakobo akamwambia uniapie kwanza, naye akamwapia. Yakobo aramwishura ati bamundahire n'abaramurahira. Akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Agura na Yakobo ibyo kubasamuragwa kwiwe. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha deni. Yakobo araheza Esau umutima n'ibiharage. Naye akala akanywa. Nawe ararya. Kisha akaondoka akaenda zake. Ibiraza nigira. Hivyo Esau, uko niko Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Yategere ibyo kubasamuragwa. Esau yeye ni mtoto katika familia ya mzee Isaka na Rebeka. We numwe w'urubyaro rwa Isaka na Rebeka. Walikuwa mapacha. Baramahasa. Yeye ni wa kwanza. Niwe yalifuata. Yakobo ni wa pili. Yakobo yalifuata kabili. Na walipokuwa kila mtu alikuwa maisha yake ya kutafuta riziki yake. Anaweza kusikia roho ya kuzima mbiwe. Siku moja Esau anaenda kuwinda, hakupata chakula chochote, anarudi nyumbani na njaa sana. Igihe kimwe Esau yagiye kuyiga, yagiye Roma, akatibwira shoje kale. Na ndugu yake Yakobo alikaa nyumbani karibu na mama. Alipo wao na mtoi yule karibu na mama. Yakujaja kumihanga ya mama. Anajifunza kupika cha jikoni. Alikuwa ni injili ile yokora mu jikoni ile yoteka. Yakobo anakuja na njaa kubwa sana. Esau akashonje cyane. Na akiwa na njaa kubwa kweli kweli. Ashonje by'ukuri. Anamwambia ndugu yake, naomba zile kande zako zile chakula chako natengeneza kauli nimepata. Ati abira uwo murumuna we atinyene kuri byawe kuja wateka ungabwire fumuje. Akamwambia bana, aravuga teka nini hapa? Hivi ni vyaje. Ukitaka kupewa kugira ngo bihabe uniuzie.
Ungulira. Nitakuuzia unilipe pesa, unilipe mali. Je, mtu w'amafaranga. Unataka nini? Ushakiki. Unipe haki ya mzaliwa wa kwanza. Isezerano ryo kuba imfura. Haki ya mzaliwa wa kwanza. Ivyo warose kuba umifura. Akasema hiyo inanisaidia mimi nataka kufanya njama. Hata kama nitembea ufanyiki kwa ajili ya kuiba nidara. Chukua ni wachilie. Baba hayendi hivyo. Nataka wape. Hadi sivyo ndio nini? Njaka kubanza. Kama umeamua kweli kweli wape. Banzura hile. Yakobo Esau anafikiri mchezo. Esau anataka mchezo. Na anaapa, anarahila, anatoa baraka haki. Anamzaliwa wa kwanza, atamuonyesha wofura kwa sababu ya kukata tamaa, kwenda kutaka kibiziki. Anafanya maamuzi ya ovyo. Itamnabi maamuzi yaliyomgharimu baadaye. Amasezerano obuhitamo kwagize icyo kumutera cy'umutakaza mu nyuma. Alipojaribu kuzipata baadaye baraka ya mzaliwa wa kwanza, kugisha kuwa ifura yauro yari ndyashoboka, aliuza kwa sababu ya shida ya dakika chache. Yani raungulishije kweli bora nezi mwanya mutoya. Ukitaka kama ni watakaze byizigiro, unaweza kuamua, unashobora guhitamo nabi, unaweza kuamua kuuza baraka za Mungu kwa maisha yako. Unashobora guhitamo kulisha w'Imana yategekanijwe ku buzima bwawe kwa ajili ya shida ndogo sana. Kweli bora ndoyo gusa, kumbe hata ungevumilia tu, ariko byagiye wihangana natoya. Kama njaa ya siku moja haiwezi kumuua Esau. Israeli msungani ishara picha ya Esau, lakini kukata tamaa kunamfanya acheze na baraka ya mzaliwa wa kwanza kwa maisha yake. Alipokuwa kutaka kizigiro kiatu kinachina nokuro mugawane uko ifura wakubasa muragwa amekula ile siku hivyo yabiri musunge kesho nanja aliko kucheza yasiya so anataka chakula tena na atakujali kihali kumbe hata kuvumilia yalihangana bado angeweza kupata chakula kesho yake. Yalishobora kuronka imifungo kwa mcheza matokeo yake ibyavuye leo. Baraka hiyo alikuwa katika Waebrania, alipoitafuta kwa machozi. Uwo mukishaka kutanitswe mubahe muteze cy'Abahebrayo yawuronde yarira mugani y'abacuro. Alijaribu kuipata baraka hiyo haikupata tena. Yagerageje kuronka umugisha ariko ntiyarakironka. Imeandikwa hapo alidharau akajiangalia. Hapo yarakegereye ibyo kubasamuragwa kwa sababu ya kukata tamaa na kutatua shida yake kwa muda mfupi sana. Kubera gitaka kimyizigiro agahitamo kumara ingorane ziyo mukanya gato cyane. Tunapokata tamaa yamutaka kimyizigiro, jambo la pili linatokea. Ikigira kabiri gishobora gushika, tunaanza kunung'unika, utataka pindo domba, tunawalaumu watu na kumlaumu hata Mungu wa maisha yetu. Tunatukimana tunatukana abantu mu buzima bwacu. Hebu tusome kitabu cha Hesabu tena, turudi pale Hesabu 21. Isubire tunaanza kitabu cha Haruna cha 24. Hesabu ya 5 wa 5. Tutaona pia tunaona kandi kilichotokea baada ya manunguniko ya hawa watu. Ibyashitse ya wanataka pindo domba. Hesabu sura 21 mstari wa 5. Watu wakamnungunikia Mungu na Musa, batonganyimana na Mose, mbona mmetupandisha huku toka nchi ya Misri tufe jangwani? Basi ngani kulikibulie Egiputa maana chakula wala hapana maji na roho zetu sila kinai chakula hiki dhaifu. Hata mazalio kani tubihiwe nivyo kuja. Tukikata tamaa leo tangani kizigiro tunamnungunikia Mungu. Nitapiga domba libana. Mbona Mungu niliumba hivi? Mbona wabani jene wandemye? Kwa nini Mungu umekubali niwe Mwafrika? Umekibana wewe kama Mwafrika? Kwa nini umekubali mimi nizaliwa Burundi? Umekibana wewe kama mchina Burundi? Kwa nini umekubali kutoka ile familia ile? Umekibana wewe kama mchina Burundi ya mjanguli yule? Kuna mwikia hata watumishi na wachungaji na ndugu zetu kwa sababu tumekata tamaa. Tunafikiria kwamba wao ndio sababu ya
yale tunakutana nayo katika maisha yetu. Lakini hiyo sio kweli. Tukikata tamaa twaweza kutumikia Mungu na watu. Unamlaumu mchungaji wako, unamnukia mchungaji wako, unamlaumu kiongozi wako, unaweza kulaumu nchi yako kwa sababu umekata tamaa. Unaweza kumulika na kufanya mambo mengi yasiyopendeza mbele ya Bwana. Hiyo ni hatari sana tunapokata tamaa. Jambo la tatu linaweza kutupata tukikata tamaa. Tunaweza kuamua kuasi. Tunaweza kuamua kuacha Mungu na kwenda kwa shetani. Tunakuta watu wengine wanataka kuamua hivyo katika Hesabu sura 14 pale. Hesabu sura 14 mstari wa 1 mpaka wa 4. Hesabu sura 14 mstari wa 1 mpaka wa 4. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia. Watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Bwana ametuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga. Wake wetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, afadhali turudi Misri? Wakaambiana na tumweke mtu mmoja awe akida tukarudi Misri. Hatari ya kukata tamaa. Hatari ya kukata tamaa. Nimewashangaa watu. Ingawa ninashangaa sana ya kwamba watu hao wanaanza kufikiri warudi Misri. Watu ambao walirudia Mungu miaka 400 hawasaidia kwa sababu ya utumwa mbaya wa Farao. Wamesahau ubaya wa Farao na ubaya wa Misri. Kwa ajili ya shida ndogo sana. Eti tu chakula peke yake. Biblia inasema eti wamekinahi ile maana. Lakini sivyo tu. Wametishwa na wale wapelelezi. Na wameambiwa ile nchi ni hatari, sio nzuri, na watu wabaya huko mnakokwenda. Wakayeyusha mioyo, wakakata tamaa, wakalia usiku wote mle. Wakasema maneno magumu ya kumwasi Mungu kabisa. Na ya ajabu wanasema tuweke mtu turudi Misri. Igitangaje bavuga ngo dushire wo kutugaba twisire muri Egiputa. Kila mara nimesoma mambo ya Waisraeli nimesikitika kidogo. Igihe tuzana nsoma icyabaye ku Israeli nagiye babara gatoya. Akasema ndavuga ni Musa alikuwa mchungaji wa kanisa hili. Mose yari umwungere w'ishengero. Lakini alikuwa na kanisa gumu sana. Alikuwa na ishengero ligoye cyane. Kanisa gumu sana. Ishengero ligoye bose. Watu wanaokutana shida kidogo wanaamua kuasi warudi kwa shetani tena. Abantu bawe ni gatoya bagacha bahita gusubira kwa Satani kandi. Tukikata tamaa twaweza kuamua kuasi kurudi Misri tena. Iyo duhuye tukataka tubyizigiro turashobora guhitamo gusubira muri Egiputa. Tukashangaa hadi Misri ni nzuri ya kutaka ubaya wa dhambi, ubaya wa shetani. Kandi tukanganyira tukako muri Egiputa ni heza kandi tuvuga iby'ibyaha bya Satani. Kwa nini shida ndogo itufanye turudi Misri tena, turudi kwa shetani tena?
kubera ikigorana nawe kuba twifuza gusubira muri Egiputa tugasubira muri Satani kwa nini tunavunjika moyo upesi namna hiyo kubera kitaka kizigiro bitaga kwa nini tunakata tamaa haraka namna hiyo kubera kibiyuka bitaka kizigiro ngoga tunahitaji kuvumilia tusivunjike moyo haraka namna hiyo ukeneye kwihangana kugira ngo nyuma bitaka kizigiro watu waliamua kuasi abantu bahisemo kugarariza kwa sababu wamekata tamaa uko bari bataka kizigiro jambo la nne ikigira kane ukikata tamaa utaenda kwa waganga washirikina wakusaidie ni wataka kizigiro ngoja kuri baganga babatungu ukeneye kwa kufata utamwacha Mungu wa Israeli wale hai Mungu mwenye nguvu zote uzuri kama washirikina wakusaidie uzoe Imana y'ukuri Imana ishobora byose ndabona babali babafitizimu kasayo ngo bari bagufasha kama tunavyoona Sauli ameenda kwa washirikina wamsaidie uko tubona Sauli yeye bafitizimu bari bagufasha kwa sababu amekata tamaa ubali anaka kizigiro jambo la tano ikigira gatanu tukikata tamaa yatanga kizigiro tutaomba vibaya tuzosenga nabi Elia anakiombea afadhali nife yeye asala kujua wapinza kwa numamfa nife tu nife mambo ni magumu wacha nife au kama unanizigora nilekape Mungu usiuwe na ngoji nyesha siwezi kuendelea sina kama kubandanya amekata tamaa yeye ataka kizigiro na sio yeye tu sio wewe hata tunakuta wakati mwingine anamwambia Mungu tunaona nafasi ya shibiri na kuhili Imana uniulie mbali ngo tumunyika uniue tu unyice kwa nini nipa mzigo mzito kama huu kwa nini nipa mzigo mzito kama huu kubera iki wataka siku twaremereye nguyu bali mimi ndio nimewazaa watu wote wananipatia mzigo huu ni ubebe baba wanataka baadhi ya chumba abantu wote ndio barongora nikana kama twaweza kuomba vibaya iyo tutaka kizigiro dushobora gusenga nabi Elia anaomba afe Elia yisabiye gupfa maana amekata tamaa uko yataka kizigiro Mungu atusaidie Imana idufashe ili tusikate tamaa kugira ngo tutaka kizigiro kuna madhara mengi yanaweza kupata tukikata tamaa ariko arabiye zishobora kudushikiria tutaka kizigiro lakini tukikutana na mambo haya ya magumu katika maisha yetu ariko tuhuye n'ibigoye mu bugingo bwacu tunahitaji kufanya nini tukeneye gukora iki kuna mambo matano nitasema haraka haraka na nitamaliza hari ibintu bitatu byo kuvuga nihuta amaze turangiza ukikutana na mambo ya kukatisha tamaa uhuye n'ibintu bigutera tutaka kizigiro siku ngumu zikija iminsi mibi igushikiye mambo yakienda sivyo ndivyo ibintu iyo biragiye gutabiziga jinsi ambavyo kutarajia yuko utaziyumvirira unapokutana magumu mbalimbali katika safari ya kujia urefu wa majaribu na magonjwa na mambo mbalimbali ugahura n'ingorane kumbura n'indwara zimara igihe kirekire n'ibindi byago bitandukanye jitie moyo ureme jambo la kwanza icya mbere endelea kumwamini Mungu banaga kwizera Imana unahitaji kufanya kama mtu anaitwa Kale ukwiye gukora nk'uko Kalebu yakoze yeye alimwamini Mungu we yalizera Imana wakati wengine wanasema wale watu ni wapi majitu tutaweza kuingia ile nchi igihe bavuga ngo abo bantu ntibikatanya muri icyo gihugu cy'isezerano bari bagiye kwinjiramo Kalebu na Yoshua wakasema Kalebu na Yoshua baravuze ngo tuna Mungu aliye hai ngo turafise Imana nzima tunakumbuka aliyetufanyia huko nyuma turafise Imana bazi hawa majitu watakuwa chakula kwetu ibyo bikatanya nizo duhindukira ibyo kurya tutaingia nchi ya ahadi tutaitamani kabisa tuzopima igihugu cy'isezerano kandi tuzogifata alijenga imani yake kwa Mungu aliye hai kwizera kwera gushize ku Mana nzima kwa sababu alimwona Mungu katika safari ile yote kuko yagiye mu Imana mu rugendo rugenda rwose yagiye Mungu aliyegawanya bahari ya Shamu mbele yao Imana yagabanya ikiyaga gitukura imbere yao Mungu aliyegawanya mto Yordani mbele yao Imana yacinzira mu ruzi Yorodani Mungu aliyekuwa analeta chakula kila asubuhi umanda unapodondoka Imana yibagaburira mu gitondo cyose bakabona ibyo kurya ruba hasi anawaambia Israeli atabwira Israeli usimwasi Bwana mugerageze uhoraho maana Mungu yuko na sisi Imana iri kumwe natwe tumwamini amina na tuendelee kuchukua tukateka ile nchi maana Mungu yuko na sisi Imana iri kumwe natwe tafadhali msianguke
bose maana tuna Mungu upande wetu. tunakusimama muhanga bose Tuendelee kumwamini Mungu tuanze kupita imani hata kama mambo yanakwenda sivyo ilivyo. Bado Mungu wa Israeli hai, ahadi zake zipo, nguvu zake ni zile zile, hajabadilika, hajashindwa kukusaidia. Endelea kumwamini yeye, usianguke na ukata tamaa, unataka kurudi kwa shetani, unataka kurudi kwa shetani. nusubire kwa satani Kale wanawaambia msimwasi Bwana. kale wanaambia tinimugarariza uhoraho. Hesabu 14:9 sitasoma na andiko naweza kuandika hiyo. Tunaweza kuandika sita kusomania kitabu cha Yohana 14:4 maana sitaisoma hiyo. Ita sita bisoma 14:9. 14:4 Kale wanawatia moyo watu. kale yararemeshe imitima y'abantu. Msimwasi Bwana. Ngo nimugarariza uhoraho. Hata mimi nasema jioni ya leo. Naje kugoroba uno munsi. Sijui unapitia nini. Sijui nini kurachamo sijui wakati gani kwa maisha yako. Sijui kwa mtindo kama kile kina. Labda umepitia mambo umekata tamaa. Usimwasi Bwana. Usimwasi Bwana. Usiwende kwenda Misri tena. Endelea kumwamini Bwana. Yeye ni Bwana, ni mwaminifu, atakutendea mema. Jambo la pili, tuendelee tumvumilie Mungu. Tuvumilie tunapitia. Maana Mungu ana malengo mema katika mapito tunayopitia maishani mwetu. Tuvumilie njaa ya siku moja isitufanye tuuze baraka ya milele na milele. Njaa ya siku moja haitapungua.